nimekuja kusema asante. Nimekuja kusema kimya kidogo sekunde moja. Nimekuja kusema asante, maana Mungu amenitendea, Mungu ameniheshimisha, Mungu ameniinua, Mungu amenifikisha kwenye mapito makubwa. Leo niko hapa, ninamwambia Mungu asante. Asante zangu, kuna maneno yangu matatu. Kwanza, nilikuwa na binti yangu, tulikuwa kule Muhimbili. Mungu alininunulia watu, akafanyia operation. Mungu aliinua matajiri, aliinua watu wenye uwezo, tukawa tunakuja kuchukuliwa mpaka na gari ya watu matajiri. Kwa kweli kwa Yesu kuna matajiri. Kwa Yesu, hata kwa Yesu si kile maskini. Kwa Yesu wewe ni tajiri. Alitokea sio milionea, bilionea. Alisimama kule Muhimbili kwa ajili yetu. Manake ilikuwa twende tukafanya operation South Africa, lakini ikaonekana gharama ikawa ni kubwa. Lakini huyo bilionea na madaktari na maombi yenu, Mungu alimletea mwingine. Yesu asifiwe sana. Tukafanya operation ikawa vizuri, akapona. Nashukuru sana kanisa, na kushukuru mchungaji, wazee wa kanisa, washirika, hata viongozi wa vijana walikuja kunitembelea. Maana nilihama nikakaa kule, unajua Mikocheni wanakaa sio huku Maramba, lakini walikuja mpaka Mikocheni kwa watu kidogo vizito ndiko nilikohamia. Kwa hiyo nilienda kumuuguzia mahala pazito, sikurudi Maramba. Unaona Mungu alipokuwa mkubwa. Yaani nilikuwa nimeinuliwa kila mahali. Kule magari yalikuwa magari tu. Hospitali anakuja maua yamejaa. Mpaka nasema sasa haya maua mbona mengi? Lakini kwa sababu ya utukufu wa Bwana, Mungu alinionekania, Mungu alisimama nami akanitetea. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu ni mwema. Binti hajambo, na sasa hivi ninaposema hayupo tena nchini, yuko Belgium, kwenye amechaguliwa tena, amekuwa jaji huko Belgium. Wakati huo nakumbuka nilikwenda kule Belgium, alikwenda kutunzwa. Sasa yeye amechaguliwa, amekuwa Belgium, amekuwa kule Belgium, amekuwa yeye ni jaji. Kwa hiyo sasa anajaji mshindi, na mshindi kashapatikana. Kwa hiyo sasa hivi bado yeye anapata. Shetani alifikiria ameanguka, lakini Shetani ameshinda, ameinua zaidi na zaidi. Alipokuwa zamani, sasa hivi ni zaidi. Mungu wetu, ukimwamini Mungu, yeye anatenda. Lakini pia naendelea kumshukuru Mungu kwamba Shetani huwa hachoki. Wapendwa, Shetani hachoki. Natoa rai moja tu kwamba unapokwenda hospitali, kabla hujaenda hospitali, muombe sana Mungu. Ombea madaktari, ombea manesi. Tuombe, tusiende tu kiasara. Bwana asifiwe. Mimi niliamka, nilikuwa naumwa. Ghafla tu nikasema ngoja niende Bochi. Nimefika Bochi, nikaambiwa pressure yangu imeshuka sana. Lakini nikapelekwa kwenye vipimo. Lakini vipimo vikawa vimekuja kwa daktari. Nilipokuja kwa daktari akasema kwamba mbona sukari iko nomo, huna pressure yako imeshuka kidogo, lakini pia sukari yako iko nomo kabisa na huna matatizo yoyote. Lakini kwa sababu pressure imeshuka sana, ngoja tukupeleke ukaongezewe drip. Yule daktari nikamwambia, akasema unasemaje mama? Ni kijana tu. Nikamwambia sawa. Yule daktari akaniambia basi mama, nakuandikia, naomba simama. Akasimama yule daktari akaniombea. Ni kitu ambacho ni cha ajabu, daktari anakupeleka kwenye wodi alafu anakuambia nikuombee. Daktari alisimama akaniombea, akaomba, baadaye akasema Mungu akutangulie. Amen. Unamwona maajabu ya Mungu. Shetani akijipanga, Mungu anainua watu. Nikapelekwa mpaka emergency, nikafika. Nikawekewa kitanda, zile drip zikaja. Kumbe Shetani alikuwa amepanga vitu vyake. Alipanga kubadilisha jina. Unajua watu tunabadilisha jina. Leo naitwa Mama Lydia au naitwa Rachel, kuna siku naitwa marehemu. Yapo majina. Kwa hiyo yeye alikuwa amelipanga hivi. Nikaingia kule, nimelala,
Zimekuja zile drip. Baada ya kuja zile drip, akasema sasa tukupime kwanza. Wakapima, akasema pressure bado iko juu. Lakini akasema ngoja tukupime kisukari. Kama mimi mbona huwa sina kisukari? Akasema mama, lazima tukupime. Ninapimwa sukari, nakutwa na sukari 1.6. Manake hali ilikuwa mbaya. Madaktari wote kabidi waamke, wakusanyike, wakasema kuna nini? Ghafla tukabadilisha drip. Badala ya kupandisha pressure, nikaweka drip ya sukari. Sukari imeshuka, hali imekuwa mbaya, nikawa sioni, nikawa nimeona vitu vya ajabu tu. Lakini Mungu alikuwa kazini. Mungu alikuwa kazini, akanitetea na pia nikatoka, nikawa mzima mpaka leo nipo. Mungu, tuwe na maombi. Maombi ni akiba. Unapokuwa na matatizo huwezi kuomba, huwezi, ila wewe unapokuwa huku ukiniombea mimi, na mimi huku nasimama. Amen. Kwa hiyo nimesimama. Hata juzi pia mliniombea mtoto wa ndugu yangu, pia alishikwa ghafla, ameenda Bochi, pua zimeziba, akawa anapumulia mdomoni, hali ikawa mbaya. Lakini pia shetani alijipanga, maanake hali ile ilikuwa ni mbaya, alikuwa atakiwa aruhusiwe, lakini kaenda kambadilishia, kamwacha. Amekuja, amefika, hali ikawa ni mbaya sana. Tukatoka pale, Mungu akainua watu. Jamani, Mungu anainua watu. Akamleta ndugu yetu mmoja, yeye yuko sehemu za, alikuja na gari, alitoka kutoka Kimara kwenda emergency Muhimbili dakika 15 ambazo huwezi kuamini. Alikuwa gari ilikuwa inapaa, lakini Mungu alitenda, akampeleka kule, akafika, akawekewa kile kidude cha hapa, akawekwa mapumziko. Baadaye akatoka, akaanza kujisikia vizuri. Wale madokta wakasema, ni kwa nini yule dokta wa Bochi alimruhusu huyu mtu? Umeona sasa? Kwa hiyo tayari shetani alikuwa yuko kazini. Shetani yuko kazini jamani. Kama sisi hatuko kazini, yeye yuko kazini. Amen. Sana kwa maombi yenu. Mungu amenivusha, niko salama. Nafikiri mnaniona, ninadunda kabisa. Furaha zote. Afya yangu ni njema. Njema kabisa kwa utukufu wa Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi mmoja wako wa kumshukuru Mungu siku ya leo. Namshukuru Mungu nimepata kazi. Nishukuru kabisa kwa maombi yenu. Naamini mchungaji alikuwa anatuombea kama vijana tupate kazi. Lakini namshukuru Mungu mwaka huu amenitendea. Amen. Nashukuru kwa maombi. Nashukuru kabisa kwa maombi. Mungu wa mbinguni awabariki. Amen. Angalieni mbele huku. Mama yetu nalo neno kutoka katika kitabu cha Yeremia 33 mstari wa 6 unasema, tazama nikauletea afya na kupona, nami nitawaponya, nami nitawafunulia wingi wa amani ya kweli. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu ni Mungu wa ahadi. Hii ni mojawapo ya ahadi. Ziko ahadi nyingi kuhusu uponyaji. Anasema sitakufa, katika ile Zaburi 118 sura 17, nitaishi nizitangaze fadhili za Bwana. Na ndicho kilichotendeka kwa mama yetu na mzee wetu wa kanisa, kwamba ibilisi anatafuta, na tunatafutwa sana, hasa kwenye mlima huu tunatafutwa sana na ibilisi, lakini pale tunapomtegemea Mungu, Mungu ameshaahidi. Anasema atatuletea afya na kupona. Yeye ndio mponyaji, Jehova Rafa, kama anavyotamka katika Kutoka 15:26. Yeye ni Jehova Rafa, Bwana mponyaji wetu, wala tusiogope. Na anasema atatuletea amani. Kwa hiyo amani ndio hiyo. Mama anakiri ya kwamba sasa amejaa amani, na hiyo amani inamletee kuangaza sehemu mbalimbali. Jina la Bwana libarikiwe. Na binti yetu ninalo neno kutoka katika kitabu cha Yohana Mtakatifu mlango ule 16 na ule mstari wa 23 na 24, anasema, tena itakuwa siku ile hamtaniuliza neno lolote. Amin, nami nawaambia, mkimwomba Bwana Baba neno lolote, atawapa kwa jina langu. Hata sasa mkuomba neno kwa jina langu, ombeni nanyi mtapata, furaha yenu itimilike. Kusudi la kuomba, unaona bado furaha inatajwa.
binti yangu alinishuhudia, anasema juzi wakati tulete kile kifusi cha kisopo kile ambacho ni gari, tukaja kushtuka kile, yeye akawa hapa anainua kifusi kile cha kwanza, sio jana, kile cha kwanza kile. Sasa anaendelea kutoa kifusi huku anamlilia Mungu moyoni, Mungu nikumbuke, Mungu nikumbuke. Alipokwenda kuangalia kwenye mtandao akakuta jina lake liko kwamba yeye amepewa kati ya maelfu ya watu waliomaliza naye chuo, maelfu, yeye yupo. Kumtieni Mungu, Mungu ashindi na chochote. Haleluya! Kwa hiyo Mungu ashindi na chochote. Mchungaji, njoo sogeeni kidogo hapa. Tunakwenda kuwaombea baraka za Mungu. Yeye Mungu